Mitume wakapanda kwenye chumba cha juu, wakafunga milango na madirisha wakiwa na hofu kali, lakini walikumbuka neno Yesu aliwaambia ya kwamba msiondoke Yerusalemu, msitoke Yerusalemu, maana mutapokea nguvu. Nimekuja kumwambia mpendwa mmoja hapa, usitoke Yerusalemu na haujapokea uwezo. Usitoke Yerusalemu na haujapokea nguvu. Usitoke Yerusalemu na haujapokea mamlaka, maana ukienda bila mamlaka utaangukia pua. Usianze lolote na haujapokea nguvu. Usianzishe huduma na haujapokea nguvu. Usianzishe biashara na haujapokea nguvu. Yesu alijua ya kwamba mitume wakianza huduma na hawajajazwa Roho, watatukana watu, watawaibia watu, wataanguka ovyo ovyo. Maana kazi ya Roho ni kutuwezesha, ni kutuongoza, ni kututia nguvu, ni kutusaidia, ni kutuwezesha kushinda maisha ya dhambi. Kazi ya Roho ni kutuwezesha kushinda maisha ya dhambi, kushinda maisha ya umbea, kushinda maisha ya uzinzi, kushinda maisha ya ukahaba. Usitoke Yerusalemu na haujapokea uwezo. Biblia inaniambia wakiwa wamejifungia ndani, Roho Mtakatifu akashuka, uwezo wa Mungu ukashuka, nguvu zikaingia ndani yao, uwezo ukaingia ndani yao, mamlaka yakaingia ndani yao. Petro akafungua mlango, akaanza kuhubiri, akaanza kuhubiri. Watu wakasema hawa watu wamelewa pombe asubuhi yote hii. Petro alikuwa na woga kabla Roho hajashuka, lakini Roho aliposhuka, Petro akamwambia kwa ujasiri, hatujalewa pombe, hatujalewa bia, hatujalewa konyagi, hatujanywa kestolaga, hatujanywa safari laga, bali tumejazwa Roho, bali tumejazwa Roho, bali tumejazwa Roho. Ule uwezo kaingia ndani yake, ujasiri ukaingia ndani yake. Yule kiwete alikuwa kwenye mlango miaka mingi, hakuwa na nguvu za kunyanyuka na kutembea. Akumbe kuna mtu ambaye ameshapewa nguvu, ameshapewa uwezo, ameshapewa uwezo, ameshapewa nguvu. Na Biblia inaniambia akamwangalia kiwete, akamwambia, tutazame sisi, sina fedha wala dhahabu, lakini nilichokipokea, nguvu nilizopokea, uwezo nilioubeba ndani yangu ni zaidi ya fedha, ni zaidi ya dhahabu. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, simama na utembee. Akamshika mkono, akamuinua. Biblia inaniambia vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu, kisha akanyanyuka, akaanza kurukaruka, akaanza kurukaruka, akaanza kurukaruka, kisha akatembea, kisha akatembea, kisha akatembea, kisha akatembea, kisha akatembea, kisha akatembea, kisha akatembea. Mwanaume wa miaka 40 alizaliwa kiwete, siku isiyokuwa na jina. Akatembea, 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 akatembea,